asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mtu anayeokoka anatakiwa asimame kwenye zamu yake. Amen. Ili sanduku la agano lisije likaondoka ndani yake. Amen. Kila mtu anayeokoka anatakiwa asimame ili sanduku la agano lisiondoke ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko kipengele B. Kama umekuja kumwabudu Mungu, unamuona Yesu. Sasa nikimkubali huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninatakiwa nisimame katika zamu yangu ili kwamba huyu Yesu akae ndani. Agano lake lisije likaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Mungu. Narudia tena. Ili au kila anayeokoka, Bwana Yesu asifiwe sana, anatakiwa asimame katika zamu ili agano la Mungu lisitoke ndani yake. Ili agano la Mungu lisije likamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaweza kauliza agano la Mungu ni lipi? Musa alikuwa anatembea kiagano. Hata wewe unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi, maana yake umefanya patano na Yesu. Umeingia agano la kutembea na Yesu. Kwani ninapoingia kutembea na Yesu, inatakiwa nitunze agano. Amen. Au lile patano. Amen. La kusema tutatembea na wewe, sitakuacha. Nimekubali wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nitatunza lile patano. Eti Waswahili wanasema usichepuke. Unajua kuna kuchepuka kimwili, afu na kwa Yesu na wanachepuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda kwenye miungu mingine, maana yake umemwacha mume wako. Huyu mume ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Mliingia patano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wana wa Israeli, kusoma kwenye kitabu cha Hesabu 25, wana wa Israeli walichepuka. Wakala vyakula vya nini? Vya miungu ya Moabu. Wakamwacha Mungu. Maana yake walienda kinyume na lile nini? Agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wanarudi nyuma. Ukweli utasemwa. Amen. Sisi tunakufundisha. Amen. Ukiokoka umeshakwisha kubaliana na Yesu, wewe utatembea naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake nini? Eti siku ya ndoa siku na makubaliano. Nitakutunza, nitakulinda kwa maombi. Amen. Amen. Katika shida na raha, ukiwa na kiatu kibovu utakuwa wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama kula kwenye viatu vibovu vya kimwili mnavumiliana, mbona kwa Yesu kukiwa na viatu vibovu kipindi cha mpito mnaanza kulitukana jina lake? Hawajanielewa. Agano la ndoa tunaanza kimwili, si ndio? Lina makubaliano mume na mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitampenda, nitamlinda, nitamtunza, nitamuombea, nitavumilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika shida na raha sitamwacha. Kifo tu ndio kitutenganishe. Vigeregere kanisa wanapiga. Haleluya. Sasa huko kwa Yesu nako kuna patano, agano. Ezekieli, unampenda, umekubali kumpokea Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio. Kabisa. Ndio. Uko tayari kuongoza sala ya toba? Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, lesi la agano. Lesi agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama kimwili ndo kuna ndoa ya rohoni, alafu na ndoa ya kimwili. Sasa ndoa ya rohoni, sisi tuliyemjua Yesu ni ya kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, sisi kanisa ni mabibi harusi. Hafu Yesu Kristo ndio bwana harusi atakaye tukaribisha
kwenye ufalme wa mbinguni siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huku nako ukimkubali huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa ukubali kusimama kwenye lile agano ili utembee naye. Usipokubali, agano linaondoka. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Amen. Au naongea kitu kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama uko mwilini kuna kulala njaa, hata kwa Yesu kuna kulala na njaa. Kumbe kwenye kulala na njaa kulianza rohoni ndio kukaja katika mwili. Unajua wana wa Israeli wakati wanashuhudiwa na Musa pale Misri, wakasema twendeni sasa, mmekaa utumwani, mmefanyishwa kila taabu, sasa mnaenda kula raha. Tunaenda kwenye nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakashangilia, wakachukua punda wao, wakabeba takataka, tunaenda kula zetu nyama. Hatutafanyishwa vikazi tena. Sisi ni burudani. Wakaingia patani. Walipofika jangwani sasa siku na kulana njaa. Panakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Watu wanataka kuberenya tu. Hawataki tumbo litikisike. Anataka tu kila dakika unyuke tu. Hataki kuchakaa mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuulize swali. Wewe baba kwenye ndoa, mke wako kupitisha mahali pagumu, utakuja kuzungumza kwa rafiki yako? Si unaugulia moyoni? Wewe acha tu. Vipi? Ni jua kali tu nimetembea ndugu yangu, ndio maana umeona nimechafuka miguu. Kumbe anavuja damu ndani ya moyo, hajiachii. Sasa ngoja uje upande kwenye hili agano. Mama Siana vipi? Bora nisingeokoka. Kwa sababu gani? Kule biashara iko inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku na lana njaa eti. Unaanza kumfunua mume wako mzuri. Unaanza kumvua nguo mume wako mzuri. Au huyu ni mume wa maisha hapa duniani na huko mbinguni. Unaanza kumfunua huyu mume mzuri aliyetaka kuishi na wewe, huyu ambaye habadiliki. Lakini upande wa huku unaugulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona nafundisha kitu kigumu, ngoja niache. Kama mume na vituko vyake, kwa nini usivumilie kwa Yesu? Kulana njaa ni jaribu, ni mfungo atatukavu. Amen. Amen. Watu ngoja nipaache hapa. Somo gumu kidogo. Haleluya. Haleluya. Nimekuambia kwamba kila unapookoka unatakiwa kusimama katika zamu ili kutunza agano lisiondoke ndani yako. Mimi nikiokoka ninatakiwa nikae katika zamu yangu. Katika zamu. Bwana Yesu asifiwe. Nitunze agano la Yesu Kristo lisiondoke ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Agano maana yake ni patano, makubaliano ya watu wawili. Mimi kuhani natumika kama chombo kumwakilisha huyu Yesu, kukwambia sema Bwana Yesu, sisemi Domitila. Kumbuka nakwambia Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi mama Legane, ninaomba toba, ninaomba unisamehe, sio Domitila. Umeona? Kwa hiyo mnaingia naye patano ni Yesu Kristo, sio mimi. Anapita kwenye kinywa cha Pita kama alivyopita. Kwa hiyo Pita alikuwa mwakilishi wa Yesu Kristo. Kwa ninapokubali kumpokea huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake ninatakiwa nisimame katika ile hali ya utakatifu, nitunze lile agano la Yesu Kristo lisije likaniacha nikabaki peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Naona watu wamepoa. Sijui nawafundisha kitu kigumu. Wengi wamepoteza mpaka wachungaji
Manabii mitume wamepoteza lile agano, limeondoka katikati yao. Wamebaki wenyewe, wanafanya huduma wenyewe. Kwa sababu gani? Wamepoteza makubaliano yao na Yesu. Ukimpokea Yesu, ndio maana sasa hivi tutakuwa na huduma. Wale wanayeokoka karibu, tutawafundisha mafundisho ya uchanga wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwafundishe changamoto ya wokovu. Ndoa ina changamoto na wokovu una changamoto. Wokovu kuna kuvuliwa nguo, kuna kutukanwa, ukubali na utukanwe. Kwa sababu Yesu naye alizalauliwa, alitukanwa. Unajua hapa Ubujiko kuna mtu anaangalia hivi, watanionaje? Naonekanaje wamenivua nguo? Hivi nikienda machoni pa watu nitaonekanaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hujataka kuokoka. Mungu akitaka kumuinua mtu lazima apite kwenye moto kwanza. Sasa huo moto hatujui utapita kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niache maana watu wameanza kununa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ili mimi, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au niulizeni swali. Abudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu, sema wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu, sema wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu, nikiokoka ninatakiwa nisimame katika zamu yangu ili kulilinda lile agano lisiondoke ndani yangu. Sasa kitu cha kwanza ili nililinde lile agano, na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama kuna mtu ananielewa. Nimeokoka, nimekubali kuyaacha ulimwengu, na agano la Yesu likakaa ndani. Kwa kitu cha kwanza, ili kulitunza lile agano la Yesu lisiondoke ndani yangu, ninatakiwa nikubali kuabudu, nikubali kumwabudu Mungu. Nisipoweza kumwabudu huyu Yesu Kristo, manake nitaondoka kwenye kusudi lake. Nisipokubali kumwabudu huyu Yesu, vipanga vitanipitia. Nisipokubali kumwabudu huyu Yesu, wanyang'anyi watanibeba. Nisipokubali kumwabudu huyu Yesu,
wapelelezi wataniondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili niweze kulilinda lile agano lisitoke ndani yangu, kitu cha kwanza mimi niliyekubali kuokoka, ninatakiwa nikubali kumwabudu huyu Yesu Kristo. Na sio kuabudu kama unavyofikiria. Ni ile katika roho. Kwa sababu Mungu ni roho. Akasema wamwabudu katika roho. Tena na kweli akamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Usipokubali kuokoka na kusimama katika zamu ya kuabudu, mwambie jirani yako agano litakuacha. Mwambie agano la Yesu litakuacha. Kuabudu sio kutoa sadaka nyingi na kusema pita umetoa mabilioni. Kuabudu ni pamoja na kumheshimu Yesu kila wakati anapokupa sauti. Wakati ufanya hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama umheshimu huyu Yesu, maana yake hapa tukuiti kama wewe unamwabudu Yesu. Maana yake unaenda kinyume na ile sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona watu wamekasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka ile agano la wokovu lisitoke ndani, ukubali kumwabudu katika roho. Ukubali kufanyaje? Nikubali. Na ninapomwabudu huyu Yesu ili agano lake lisiondoke, sitakiwi kuangalia watoto wangu wamekula nini, au Yesu amenibariki au hajanibariki, au Yesu amenivucha au hajanivusha. Mimi ninatakiwa nimwabudu Yesu kwa sababu ameniumba ili nimwabudu. Si kama kuna mtu ananielewa. Eti watoto watakula nini? Watoto watalipiwa ada nini? Unashindwa kumwabudu Mungu, wewe tayari umeondoka kwenye agano. Agano linakuacha kabisa. Wengi wameachwa na agano. Wengi kabisa agano la Yesu limewaacha. Mwingine anasema simwabudu Yesu kabisa kwa sababu hajanibariki. Siwezi kumwabudu huyu Yesu nikaenda kanisani kwa sababu nawaza mchana watoto wangu watakula nini. Amen. Au sina nyumba, niko nyumba ya kupanga. Kila dakika kila saa wananiona kanisani, bado nagongewa kodi ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nimemkubali huyu mume wangu wa mwilini, sitaangalia ndugu zangu watasema umeolewa na mtu ambaye hana chochote. Nikakubali kukaa naye katika shida na raha. Je, Yesu si zaidi ya mwanadamu? Amen. Huyu Yesu si zaidi ya vitu unavyovitizama? Mke wako anaweza kaa na vituko. Amen. Lakini jioni unarudi nyumbani. Kwani unarudi? Mke wako anaweza kaa na maneno machafu, lakini jioni unarudi nyumbani. Na anakutengea chakula unakula. Na anakupashia maji unaoga. Tena unakaa unatulia tena moyo unarudi. Mtoto wako anaweza kawa na vita na wewe, akakutukana akakusalau wewe mzazi, lakini akija baba, ulikuwa unasemaje? Haumkinai. Unasema wewe ni mtoto wangu, nitapeleka wapi? Je, Yesu si zaidi ya mtoto? Amen. Je, Yesu si zaidi ya mume? Amen. Je, Yesu si zaidi ya mke huyo anayekusumbua? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mke unamheshimu, unarudi nyumbani, unaogopa kulala nje, nitaulizwa nililala nje kwa lisini gani? Huku kwa Yesu mbona hamtaki kukubali? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona hamtaki kumwabudu Yesu? Hamtaki kutunza lile agano la mimi Mama Rega nimemkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi. Tukaingia makubaliano kati yangu mimi na Yesu, nikakiri na yakataa na mkataa shetani, ndio na mkataa na mambo yake yote na yakataa, na ulevi wake na ukataa, na ukahaba wake na ukataa, kila kitu cha shetani na kikataa. Leo nimekubali wewe Yesu ingie ndani yangu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa nini hatuji kumwabudu?
Yesu asifiwe sana. Nimewaambia kuabudu sio pesa. Kuabudu si majumba. Kuabudu si magari. Kuabudu sio kibali cha muonekano wa dunia kwamba una jina. Unapoenda katika hali ya unyenyekevu mbele za Bwana, unamuona huyu Yesu, humuoni mtu aliyekupitisha pagumu. Usione matatizo, muone Yesu ukashuka mpaka zero. Kwa nini agano lake lisitembee na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaki kumwabudu Mungu. Tumekaa mbali na agano kwa kuangalia matatizo ya mwilini. Nikuulize swali, hayo matatizo unayoona umevuka? Kama ni matatizo maradufu ya juzi, kama jana ulikula dagaa, leo ndo kabisa hauna lamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimekupa mfano wa mwanadamu. Kama mke wako ni msali, ni mzalilishaji, lakini unarudi nyumbani unakaa unakula na unalala, asubuhi unamkia hapo, mbona hujamkinai mke wako mwilini? Mbona huyu Yesu unamkinai? Mbona huyu Yesu hutaki kumwabudu? Mbona huyu Yesu hutaki kutembea katika agano lake? Na agano la kwanza la Yesu ni kumwanadamu kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siwezi kumkinai Yesu wakati wa ibada. Ninaanza kutafakari. Nikienda bubujiko ni mbali, sina nauli. Na huku baba ametujengea madhabahu pale nyumbani. Hau ni muda wa malango sasa. Ni sabia jioni. Na mimi nauliza mada inaendelea kanisani ni mada ya namna gani? Wanasema wanaombea watoto. Hata mimi naanza kuwainua watoto. Naingia kwenye madhabahu ambayo Yesu ametujengea. Naanza kusimama na kuomba. Naanza kushuka mbele za Bwana. Angalia watoto taanza kutoka. Yule akisimama kwenye zamu, huyu akisimama kwenye zamu, yule akisimama kwenye zamu. Haijalishi haji kanisani, lakini yuko pale nyumbani anaungana na sisi katika zamu. Yule akisimama pale, watoto wanatoka. Huyu akisimama hapa, vijana wanatoka. Huyu akisimama hapa, watumishi tunavuka. Huyu akisimama hapa, tunainuliwa kanisa. Huyu akisimama hapa, Bwana anafurisha watu 2026. Haleluya, haleluya. Acha kushangaa, Yesu anataka umwabudu. Angalia umbali unaoendea. Kumbe Yesu anaweza kawepo mahali hapa. Wewe unatizama bubujiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako mfumo tunauendani wa tofauti na mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko pale kazini kwako, imefika lile lango maalum, unashangaa wateja hamna. Yesu anakufutia wateja, ukae katika zamu. Wewe unashangaa, unaanza kumwangalia jirani yako, mbona huyu anauza? Ujitafakari, haya ni majira gani? Kumbe ni majira ambayo Yesu anataka ukae kwenye zamu. Hapo hapo kwenye biashara, waambie Yesu na kuinua. Kama unavyokuinua kanisani, naungana nao katika ulimwengu wa roho. Unapoendelea utashangaa wateja wanafurika, utashangaa mbingu zinafunguka, utaona mipaka inapanuka. Kwa sababu gani? Unaabudu. Amen. Bwana Yesu. Amen. Mimi sina nauli. Shoga. Story. TV kwa channel fulani kuna ubuyu mmoja. Kabla sijaolewa nilikuwa na dada mmoja na Kambea, mimi nakaa Arusha. Tunasema leo tumhoji Roho Mtakatifu, tunataka tuinue taifa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuombe amani ya taifa. Kwa hiyo tunahoji, Mungu anatupa vigezo vya kuomba. Tunaamshana, ikifika saa 5:45 unashangaa Roho Mtakatifu anakuita fulani fulani, majira tayari. Ujue kule mwenzio ameshaanza kujipatanisha. Amen. Amen. Unapozama kwenye ulimwengu wa roho unamuona mwenzio anavyoomba kule. Na Mungu alikuwa anafanya mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Upo pale kazini Ezekiel, wateja hamna, umelala. Simu ni kuperuzi. Na ni majira ya kuabudu. Unajua Mungu ana majira. Umwezi
muda wako. Yeye ana malango ya masaa ya kuzungumza na wewe, au na malango ya kuweza kupokea ibada yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pale unapolala, unapoperuzi simu, unaacha ule muda wa kuabudu, tayari unafungua lango la adui kufanya uharibifu kwenye sehemu uliopo. Unaweza ukashangaa pale mtumishi wa Mungu umekaa pale kijiweni, unashangaa eti wanasema kabisa kuanzia saa 7 wingu la watu hamna. Umepewa kibali cha kuabudu majirani, wamekaa juu ya matoyo wanalala. Ndio maana kuna saa magari anakuja anajidai kama hajaona toyo, kumbe wewe ndio unasababisha. Kumbe ule wakati ningekaa katika kuabudu, Mungu angesema angalia ajali hii, angalia, ungeweza kuzuia, lakini hatutaki kusimama kwenye agano na kumwabudu huyo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakati wamejitambua, wao walisimama katika zamu. Walipojitambua kwamba sisi tumekubali kutembea na Mungu wa Israeli, kwa hiyo tunatakiwa tusimame katika zamu, tumwabudu huyu Yesu, kila mmoja asimame katika zamu yake. Hao waligawa katika makundi haya matatu. Mtu wa kwanza alikuwa Mlawi, alisimama kwenye nafasi yake kama Mlawi. Huyu Mlawi amebeba watumishi wote wa patakatifu. Mlawi mfano kama mimi ni Mlawi, sina fungu lolote la kiuchumi nalo litegemea. Mimi naitwa nani? Mlawi. Majira yote niko kwa Bwana, sina ofisi ninaitegemea, sina shamba ninalolitegemea, sina pa kuegemea. Mimi nimeegemea kwa Yesu. Na mimi Mlawi nina wafuasi walioko wako ndani yangu au wako nyuma yangu. Hawa nao walipotambua wako na mtu Mlawi, naye Mlawi anasimama katika zamu, na wao wakajitambua, wakasimama katika kusudi la kumwabudu huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale waliposimama, utukufu wa Bwana kila saa ulikuwa unatanda. Walikuwa hawawezi kufanya jambo lolote. Wanakuja kwenye ibada, Baba katika jina la Yesu, wajitayarisha hata kwenye ibada ya neno, wanajikuta utukufu wa Bwana umetanda. Kwa sababu gani? Wamesimama katika zamu, wametunza lile agano la Yesu Kristo lisitoke ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Nyakati wa kwanza, tuwaone hawa watu. Fungua kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza 31. Tuone hawa wana wa Israeli walisimamaje katika zamu. Sura ya 6 mstari wa 31. Neno la Mungu nasema, na hao ndio watu aliowaweka Daudi juu ya kazi ya kuimba katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio watu Daudi aliyowaweka kwenye zamu ya uimbaji. Hapo Daudi alianza kwanza na waimbaji. Nimekuambia ndani ya kanisa tukikubali tumeokoka, tusimame katika zamu, si ndio? Huyu Daudi alikuwa ndio kiongozi Mungu aliyemweka wakati ule kipindi cha Israeli. Aliwagawa watu makundi matatu. Kulikuwa kuna Walawi, kulikuwa kuna waimbaji ambao ni wana wa Asaf, alafu kulikuwa kuna kanisa ambao ni waombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba mimi naokoka na kati, ninatakiwa nitunze lile agano la kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi, nifanyike lango la wengine. Kama yule aliyekuongoza sala ya toba, aliyekubali kusimama katika zamu, akakutana na wewe, akakuongoza sala ya toba, akafanyika kuwa lango. Kwa hiyo mimi
natakiwa nisimame katika zamu ya kufungua lango lingine nalo lije kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili agano lisiondoke ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wana wa Israeli, huyu Daudi aliwagawa katika makundi matatu, kila mmoja kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuanze na Walawi. Ngoja tuanze na Walawi. Mlawi na jeshi lake. Nimekwambia Mlawi ni mtumishi ambaye hana dhamana yoyote. Dhamana yake iko wapi? Mbinguni. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 14 utakutana na Mlawi. Huyu ndo anayestahili kupewa fungu la 10. Huyu Mlawi asiyekuwa na fungu lolote duniani ndio anastahili kupelekewa fungu la 10. Maana yake majira yote yuko kwa ajili ya watu wavuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko mesipo msije mkasema anahubiri tumpelekee mafungu yetu ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ya fungu la 10 inatolewa kwa Mlawi asiyekuwa na kazi ya aina yoyote. Yeye yuko kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kukuhojia wewe una shida gani? Wewe umefungwa wapi? Pale unapoona mwamba, ukienda pale mwamba unapasuka, basi fungu lako la 10 unaweza kalielekeza hapo. Na ndio maana hata huyu anaitwa Ibrahim alipeleka fungu la 10 kwa mfalme nani anaitwa Melkisedeki, si ndio? Mfalme wa Salemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa kuna Mungu anayekaa ndani ya huyo Mlawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nakufundisha, unapookoka unatakiwa usimame kwenye zamu ili sanduku la agano lisiondoke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sanduku la agano ni Yesu Kristo mwenyewe, amekubali kukaa ndani yako. Na ukimpokea huyu Yesu, Roho Mtakatifu anakujaza ndani yako. Ndio maana unabadilishwa, unakuwa watu tofauti. Ujue huyu Yesu ndani anaachilia vitu. Usiangalie kama kile kipindi cha Musa alikuwa na sanduku la agano kama hili, anaweka Biblia, anaweka mafuta, anaweka maji, anaweka tenzi ya rohoni. Hili lilikuwa ndo sanduku la agano la Musa. Lakini kinachomthibitisha kwamba ni sanduku la agano, Biblia. Ndio ilikuwa imeandikwa na kitanga cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sanduku la kiagano na Mungu na mtu ni moyo. Sema ni moyo. Yesu anakaa ndani kama neno hilo. Huu ni mfano wa Mungu ndani ya agano. Sasa tuseme kwamba agano la Mungu la sasa linakaa ndani ya moyo. Huu moyo ndio sanduku. Yesu akikaa ndani sasa, akaingia. Sasa ndio vile vya Musa alikuwa na mafuta, si ndio? Ambaye Roho Mtakatifu sasa anaingia. Ndio mafuta, si ndio? Na vingine na vingine na vingine, tuache huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Mlawi alikuwa na jeshi lake la watumishi. Kuna wahesabu sadaka, kuna wafunguanga, kuna wa vyombo, kuna wa usafi, kuna wa kufariji watu. Huyu Mlawi alikuwa nao hawa nao walikaa katika zamu. Kila mmoja ajitambue. Daudi aligawa watu kwa makundi haya. Kulikuwa kuna Walawi, kulikuwa kuna wana wa Asafu, kulikuwa kuna wa kanisa kama kanisa ambaye ni wewe. Sasa huna fungu lolote, tunaweza tukakuita muombaji kwa jina lingine. Lakini hao wote walikuwa katika zamu, walisababisha lile sanduku likakaa pale walipokuwa nakutania kwenye hema. Utukufu wa Mungu ulikuwa hauishi kwao kila saa, kila majira. Hebu nisikilize. Fungua kwenye kitabu